nimepata kidume cha maana. Yaani nikikuangalia wewe na Pacome Zouzoua, Coplaiti yule mchezaji wa Yanga, au kuanisha na mchezaji yule utamwacha mwanamke kama huyu. Lakini wewe unavoniangalia mimi unanionaje na Pacome Zouzoua au kitu? Umesikia? Oya nikwambie kitu mwanangu. Jana mwanzo nilipata mwanamke Bonyokwa. Maeneo ya Bonyokwa hapa nilipata mwanamke. Anaitwa Tatu Mikunjo. Basi unaambiwa nikamchukua yule nikampeleka mpaka baa tukanywa. Baada ya kunywa kulewa tunasubiri bajaji pale kaniangalia kalewa hapo. Anaambia unajua wewe mzalao mashilingi wewe umefanana sana na Pacome Zouzoua. Mimi huyo nimefanana na Pacome Zouzoua, unaambiwa kanisifia hapa wewe bwana. Baada ya kulewa ipo kalewa hapo ndo anaambia uso wako unajua wewe ni handsome sana kuliko hata Tanzania wote, wewe ni handsome mwanamume bora kabisa. Nimepata kidume cha maana. Yaani nikikuangalia wewe na Pacome Zouzoua, Coplaiti yule mchezaji wa Yanga yule. Anambia yani wewe bado hajeshi hapo, bado anambia yani alivyokuja kuajiriwa pale Yanga nilijua wale kaka yako. Coplaiti na Pacome. Yani nampenda sasa hivi nimefarijika kwa sababu mtu akufananisha na nani na msanii wala akufananisha na mchezaji wala utamwacha mwanamke kama huyo. Sawa alilewa lakini wewe unavoniangalia mimi unanionaje na Pacome Zouzoua au ukitufananisha? Sawa kwa wewe binafsi wewe mwenyewe haso. Niangalie mimi afu mwangana na Pacome Zouzoua unatuonaje kwanza tumefanana? Licha tamu huyo bebi wangu alilewa siku ile. Wewe mwenyewe kwanza binafsi kata simu shenzi linalombaya hili. Yaani kusikia mimi nafanana na Pacome Zouzoua nimekata simu haraka. Hii ndio ambaye inaikufa haraka hii na kiholo. Yaani sifa tu za mtu ambaye kasifiwa basi leo inamuuma.